Karibu tena msikilizaji kwenye uchambuzi wetu wa kina. Leo tunaingia kwenye mada ambayo kusema kweli ni tete kidogo. Tumepokea dondoo zako zinazogusia changamoto za ndoa. Na hasa kuna hiki kipindi imani iliyovunjika, kupona baada ya usaliti. Chanzo hiki kinaonyesha jinsi usaliti unavyoweza kutikisa ndoa hadi kwenye msingi. Kabisa. Kama tetemeko la ardhi kwenye uhusiano. Hasa. Na tunaona safari ngumu ya wanandoa kupitia usaliti wenyewe, uwazi na kisha maridhiano. Lakini ya polepole. Lengo letu hapa ni kuchimba zaidi. Kuelewa kiini. Ndiyo. Usaliti, hatia na uwajibikaji. Hebu tuanze kulifungua hili faili pamoja. Sasa chanzo kinaanza na ile hali ya mshtuko. Pigo lile la usaliti linapotokea, inakuwa wazi kabisa kwamba kuvunjika kwa imani ndo chanzo kikuu cha mgogoro. Na hapo ndipo panapovutia zaidi. Chanzo kinatusaidia kuona mada kuu zinazojitokeza. Kwanza, usaliti wenyewe unatajwa si kama tukio tu, bali kama mzizi unaokatwa. Ule msingi wa uaminifu unavunjwa kabisa. Halafu kuna hizi dhana mbili muhimu sana kwa uponyaji: hatia na uwajibikaji. Sawa. Kuna tofauti gani hapo kulingana na chanzo? Inaonekana hatia ni ile hisia ya ndani, kujuta, kukiri kosa. Lakini uwajibikaji hapa sasa ndipo pana uzito zaidi. Ni hatua. Ni vitendo. Ni vitendo kabisa. Vitendo vinavyoonyesha unachukua jukumu la kurekebisha uharibifu uliofanyika na kujitahidi kuzuia isitokee tena. Hapa ndipo uwajibikaji unakuwa kama daraja la kuanza kujenga upya. Hasa. Sio tu kuomba msamaha, hapana. Ni kiungo tendaji kinachowezesha imani ianze kujengwa tena, hata kama ni kwa shida. Hiyo ni nukta muhimu sana. Yaani kutofautisha kujisikia vibaya na kufanya kitu kuhusu hilo. Na hii inatupeleka kwenye ile dhana nyingine, maridhiano ya polepole. Chanzo kinasisitiza hakuna njia ya mkato hapa, sivyo? Hakuna kabisa. Ni safari ndefu. Inahitaji subra, uvumilivu, na kitu kimoja muhimu sana: uwazi. Uwazi. Kuweka ukweli mezani, hata kama unauma. Hasa. Uwazi kutoka pande zote mbili. Kuwa tayari kusikiliza na kusema ukweli. Bila hivyo, maridhiano hayawezi kutokea. Na hapa ndipo nadhani panapoibuka maswali magumu sana. Magumu kweli. Na chanzo kinayaweka wazi. Swali kubwa la kwanza: je, ile imani iliyovunjika inaweza kweli kurejeshwa iwe kama zamani kikamilifu? Chanzo hakitoi jibu rahisi, Hapana. Linaacha hilo swali likielea. Linaonyesha uzito wa changamoto yenyewe. Ni kama kujaribu kuunga kikombe kilichovunjika. Hata ukiunga, zile nyufa zinaweza kubaki zikionekana kabisa. Na hilo linatuleta kwenye swali linalofuata, linalohusi siku zijazo, ambalo ni mipaka gani mipya inahitajika, au hata ile ya zamani inabidi iimarishwe vipi ili kuzuia kitu kama hiki isitokee tena. Hili linahusiana moja kwa moja na ule uwajibikaji tuliosema. Sio tu kurekebisha yaliyopita, lakini pia kujenga usalama kwa wakati ujao. Kuhakikisha uhusiano unaojengwa upya unakuwa na misingi imara. Sasa wewe unaotusikiliza, labda unajiuliza, hii yote ina maana gani kwako? Kivipi mtu anaweza kujenga upya kwa njia ambayo inahisi salama kweli, bila hofu ya kurudia yale yale? Kwa ufupi, tunachokiona hapa ni kwamba usaliti ni jeraha kubwa sana. Uponyaji wake basi unahitaji mchakato mgumu wa makusudi. Unahusisha nini hasa? Unahusisha kukiri makosa kwa dhati. Hiyo ni hatia. Kisha kuchukua jukumu la kurekebisha na kubadilika. Huo ni uwajibikaji. Halafu kuwa tayari kuongea na kusikiliza ukweli. Huo ni uwazi. Na mwisho, kuwa na subra kwa safari ndefu. Hayo ni maridhiano ya polepole. Mchakato mzima. Lakini hata baada ya yote hayo, bado yale maswali kuhusu imani na usalama yanaweza kubaki yakiumiza kichwa. Basi, nadhani tumejaribu kidogo kuingia ndani zaidi leo, tukitumia chanzo chako kama ramani. Tumeona uzito wa usaliti,
Tumeona umuhimu wa hatia na uwajibikaji, tumeona ugumu wa maridhiano kupitia uwazi na subira, na tumeachwa na maswali mazito kuhusu imani na mipaka. Kweli. Na tunapofikia mwisho, labda niache wazo hili moja na kutafakari. Wazo linalotokana na ugumu huo wa kurudisha imani kama ilivyokuwa. Lipi hilo? Badala ya lengo kuwa kurudisha uhusiano ulivyokuwa kabla ya usaliti, kitu ambacho pengine hakiwezekani kikamilifu. Je, inawezekana kwa wanandoa kupitia huu mchakato wote mgumu kujenga aina mpya kabisa ya uhusiano tofauti, labda kwa namna fulani hata imara zaidi, kwa sababu umejengwa juu ya ukweli mchungu na changamoto walizopitia pamoja? Hiyo ni changamoto ya kufikiria kweli. Kujenga kitu kipya badala ya kurejesha kilichopotea. Ni jambo la kutafakari kwa kina.